Uko fiti. Welcome to the Uko Fiti podcast, the podcast that brings open, honest and genuine conversations about lives of the young people, especially in the slums, and also diving to mental health. As we start, lazima tuanze na the first thing and then you can take a warning. So if you now watch hii podcast and then you get triggered, it is okay for you to watch. You can pause, you can stop, you can forward, because at the end of the day, tunataka support mental wellness, and we never want to be in a position where we are triggering you. But of course, it's a conversation as well. And today, from the studio, I have two lovely women, girls, ladies, not people, ladies, women, guys. two lovely ladies in the studio, and we are going to be introduced to hapa. Okay. Hi, my name is Bilha. I'm an artist, and I'm really grateful to be here. Sawa, karibu sana Bilha. Thank you. Hi guys, naitwa Natasha. Even me, I'm an artist and a makeup artist, and I'm very great to be here today. Sasa karibuni sana, and my name is Kamau Wambwega. Welcome to the Uko Fiti podcast. Leo tunataka kuongelea story ya trauma na phobia. So, course hii ni podcast ya mtaani, nataka kwanza kudefine sisi tuna understand trauma ni nini. So, what is trauma? Mimi, okay, and ndajibu kulingana na experience na ndajaribu explain na sana. So mimi kwangu trauma na feel ni emotional response ya tuseme kama umekuwa kwa situation yenye ilikuwa severe ama extreme na ili trigger something. So mimi nasema ni hiyo emotional response hiyo whatever you might have experienced ama kwa ulikuwa maybe kwa situation fucked up, so your response. Okay, Natasha? Okay, me I can say, for me, naweza sema it's something that's scary in your life that makes you to have that trauma. So trauma is serious injury, especially kama ni physical. Unaona physical trauma, maybe umsabe kugonga na chuma umeanguka umeumia. So that can be trauma. Ama severe emotional or mental distress caused by an experience. So because tuko kwa the mental health space, so tuta concentrate sana kwa the emotional and mental distress. So ni experiences kama gani ambazo ziko na potential ya cause trauma kwa young people? What experiences, what situations do we think ziko na potential ya cause trauma? For example, maybe ulikuwa kwa relationship abusive. Maybe teme as you were growing up, your parents were abusive, and then ukakuja ukajipata kwa relationship yenye uko abusive. Of course, it triggers zile emotions zenye ulikuwa na experience as a kid. So mimi naweza sema maybe being in an abusive, toxic relationship or parenting or something. Yeah, that makes sense. Natasha? For me, naweza sema it's either you be in an environment like you are not safe. Yeah, vitu zenye tu unaona they are so toxic. So for example, kama unapita mahali kwa mtu akinyongwa, ama ulikuwa kwa gari kwa hijacked, ama saa zingine unaweza kuwa kuna witness somebody akifanyiwa kitu. So for example, during post-election violence, a lot of people experience emotional trauma, not because ni hao walikuwa wanafanyiwa, but because wali witness watu wengine wakifanyiwa heinous things, watu tutasema jina kwa YouTube. So it was really distressing. Even sometimes you witness, for example, something like a car accident, just witnessing it, the experience will be beyond. So hiyo pia tunasema pia inaweza cause some trauma. Now tuangalie, nimekuwa nimeandika some few questions to guide. Tuongelee childhood trauma. So this vitu gani kwa childhood ambazo ziko na potential ya cause trauma kwa watu, especially sisi wenye tunaishi kwa hizi mitaa zetu?
Mizika yangu it make sense, but to me it was really traumatizing na bado hadi wale inanisumbuanga. So as a kid growing up, mamangu alikuwa ule msemea na kupiga na kuweka wall akikwambia uko like somebody else. For example, Natasha ni best yangu, si ndio? And Natasha ni the holier than thou. So unapata every now and then my mom would like alikuwa anashinda akinipiga ama akinikelelesha akiniambia nikuwe kama somebody else. So hiyo stuff ilikuwa inanisumbua cause mimi na mimi nikikaa hivi nipige mahesabu zangu, this somebody else si ati pia ako perfect ama whatever, but hiyo stuff ilikuwa inatrigger mind yangu. So growing up nilikuwa najipata most often I would compare myself to other people. Like I always felt I was not good enough, I'm not trying enough, sija impress, sija make proud. So nilikuwa najipata nikigrow up bado tu niko kwa hiyo sijui katseme ni illusion ama ni whatever ya kutry kukua good enough ama kukua better than, na ilikuwa inanifuck up a lot. So umetaja vitu mbili important. So kuna the physical punishment aspect of it, the discipline to the like when alikuwa na kudiscipline was traumatic in itself, and also the comparison to watu wengine pili kuna mess na yako, and that is something which you're struggling with. Yes, other examples vitu labda si uli experience but you think ziko na potential ambazo maybe unaona msee anafanya ama bishti yako alikwambia kuna hiki kilifanyika ikiwa mtu, so some of those things don't nataka kuonekana. Tushaongea mambo ya witness other things, like for example if you witness maybe somebody getting violently robbed, to employee, of course, that make up traumatized because you are not mature enough to understand what is going on. Yes, Natasha, correct accent. Yeah. For me, I used to stay with my shoshu. So, ukikaa na shoshu unajua kuna venye utakaukae. Like, alikuwa ananiambia, I want you to be a great woman in future. So, alikuwa ananiambia nataka friendship. Kwanza kuna best yangu fulani alikuwa anapenda kukuja kwetu on that time. So alikuwa ananiambia, so huyo rafiki kazi anavuta bangi, anakunywa pombe, do you want to adapt that tabia? So I was like, Shosho, me I'm not like that. So and then Shosho used to beat me because of those friends. Like anajaribu kuwatenganisha na mimi, but the thing is singekaanga peke yangu. So tulikuwa tunaendanga shule tunapatana, and then bado Shosho hata ndio ripoti tulikuwa na yeye. So ikafikanga place akaanzanga kukanikana, ananieka kwa kafia. Aniambia, if you won't do what I'm saying, utatoka tu huku kwangu. And I was like, juu ya mabeshte. So nikaanzanga kuendanga church na yeye. Sasa ananiambia, mimi nataka kukuweka, kuna dema naitangwa Shko. Nataka kukuweka Shko. I want you to be like her. Unaona venye anakuanga tu na tabia mzuri, anakuanga kwa praise and worship, those things. So I was like, oh. So tukaanzanga kwa my friends na Shko. But I came to realize I'm not doing the thing that I want. I'm doing them to impress my shosho. So nikakaanga nikaambianga Shosho, me I can't do that. So naweza kumbuka siku alinipiganga vita. Akanipiga. So nikaonanga it's time for me to take a step. So kwanza hapo ndo nikajuanga, we don't do things to impress people, just do things to impress yourself. Yeah. So umetaja the physical punishment kind of bigwa. Then kulikuwa na threat of eviction. Hapa ndio unaishi. So msana anakushow wewe kwa sababu ndio unataka itakutoa hapa. So you develop pleaser mentality kwa sababu unajua of course wewe unataka kuchujwa. Sasa vitu kama culture huwa zinasaidia ama society believes before niulize hiyo swali, sisi tunatafutaga help wakati tume experience a traumatic event. Sema tu kweli, acha tukiwa tu honest, ndio. Ukiingia sasa kwa community, watu hawajui trauma ni nini. Mtu tu anajuanga alilelewa kwa family toxic, wazazi walikuwa wanaundana, so yeye ka register. So unapata hiyo ship ya kigrow up atajipata kwa hiyo
So mi naanza na kusema most people don't know they're traumatized. Most people are like it's normal, ni kitu happen. Si kuna watu wamerepiwa kwani mimi ndo wa kwanza, you know. So mtaa watu kwanza wajitrauma ni nini. And for those who know, for example mimi, once I realized bado niko na traumas from my childhood, ndo nikaanza kuseek help. Huku hivi Ruben Center kuna ni psychologist ama ni counselor ama ni therapist. I think ana follow hapo. Anakuanga na free sessions za every. So vile mimi nilianza ku realize enyewe niko na traumas na zina ruin my daily living and whatever, ndo nikaanza ku seek help. But tukienda kwa community, most people don't know they're traumatized and some don't know where to seek help. Great. In your example, uliongeza a way or a form in which not our daughter will experience trauma kama sexual violence. So if a child will experience sexual violence, that has the potential to traumatize them. Kuna kingine pia umeongeza umesema sexual violence. Also kuna tunataka kusema about trauma. Trauma is an individual experience. So for example, we can experience the same thing, but mimi naweza niko traumatized na wewe hauko traumatized. So just because to experience something similar, so for example, if tuliko kwa gari nikapata accident, unaweza ukapata mimi niko so traumatized sitaki hata kuona magari, but when it was just a normal thing, hili ilifanyika tu na. And you said that in your example where maybe somebody was sexually violated and yeye ashapata strength ya kumvote as in haikumtraumatize, hiyo trauma haikuregister. Na because kuko na na challenge, especially sisi wale watu ambao tunawako kwa the mental health field, ya kuforce watu into trauma. Ati ulinyongwa so uko traumatized, na tunakwambia mimi siko traumatized, no, but unamforce unajua uko traumatized. So what happens, hiyo interaction ndio inaweza kuwa traumatizing kwa sababu sasa unamtraumatize kwa sababu ndio unafanya na realize kumbe hiyo ni trauma. ama yana kushow, and this is something which I think niliwatch kwa video where especially something which you call sexual debut. People say if you start having sex mapema when you are a child is under 18, that is a traumatic experience. We call it defilement. Unaona? So kuna jamaa alikuwa anasema mimi nilianza kuwa sexually active nikiwa 16. Sasa mnasema nini? So na hizo vitu mnasema that unajua hiyo ni trauma, it's not my experience. None unamuexplainia, you know, have you felt this one anakwambia no? Have you felt this one anakwambia no? Have you felt this way? Then wewe mwenye umezo maswali unaanza kumforce. I feel violated na yeye mwenyewe hayuko huko. So you also need to be very careful, especially when you are discussing some of these things, to ensure that ukianza kumforce, what happens and withdraw and unlock. So hiyo information unampea is like wewe unaniforcea vitu zenye. Unaona? So probably mimi, my first sexual experience was at 20 years as an adult, but it was traumatizing. So unaenda kujaribu kuforce trauma mwenye hapo traumatized, but unani-ignore mimi. Why? Because I'm over 18, because I'm an adult. So I did go through this thing which we call defilement, so that you assume that my sexual experience was good. By the way, that's another thing. Hapo kwa tijue ni adult, nimekuja kurealize trauma kama tuseme uko past 18 uko 20s, inaonekana ni wewe pia una overdo. No, serious, inaonekana si unafaa kusha move on. How comes bado na kutrigger, but unapata and it's not cool. Si poa, because vile watu wana dealing na trauma ni very different. Mimi naweza kuwa nilikuwa maybe sexually abused ama nilipigwa nikiwa probably 20s na my boyfriend ama whatever. So ukienda ku explain na mtu ako like it's normal, na kusha move. Wewe ni mtu mzima, na get na ifai kuwa hivyo. We need to be empathetic enough, especially when unasema wewe unataka kubonga story ya trauma and help people to first of all identify the traumas
na akikuambia that's not one of them una move on Yeah, experience yake si yako juu tuseme kuna hata hivi kwa ground one of the thing yenye pia inachangiaga trauma ni poverty lisenye yani una tu food unaishi tu every time uko fear of starvation juu ujaikuwa na enough food so una realize mimi niligrow up kwetu hatukuwa na food kwenye kukuwa na food mimi ilikuwa inani traumatize wewe kwako ilikuwa tu day in ni normal so mimi huku nje napata when I see food nakula haraka nina overeat but wewe tu uko sawa una food inakosaga so sisi wawili tuligo through the same experience but mimi ni traumatized mwingine haikuwa traumatized na tukiongea mambo ya story ya seek help umesema some young people number one hawajui wako na trauma and wale wanajua wengine hawajui mahali ya seek help na umetupatia good example hapa Ruben Center tuko na Salama Youth Hub where we have a psychologist who sees young people for free so unakam hapa Ruben Center unaweza Salama Youth Hub kwa hapi nasema utakuwa na psychologist na utamuona for free so ni nini ambazo huwa zina prevent young people kuseek help tunasema number one ni ignorance sijui niko na trauma so kama sijui niko na shida sasa nitafuta solution number two niko na shida basi sijui mali nitapata solution sio pia inaweza kuwa ni barrier what other barriers ingine naweza add ni sijui vile ndaisema hii ya kuogopa vile watu watakufikiria sio unahitaji ile mwenyewe anakuambia kwenda unafaa overeat ni nini so kuna hiyo pressure so fear hiyo ya fear ya kukua ya kumulikwa I think judged kitu gani alafu pia what you said pia kuko na how will people perceive me pia ina affect so unajua uko na issue unajua place ya get help but ukionekana kingia tu pale salama unajua salama ni ametoa hiyo alisafia duka anaenda huko especially for men hii ni conversation tulikuwa na wasanii wengine wanaume walikuwa wananiambia kwa ni ngumu sana ende akute therapist I'm sure issues zake kwanza especially kama therapist ni madam juu sasa wanashindwa sasa alafu tunako kwa ile akilia sasa nikifika hapo naanza kumwambia nini what if aende aseme what if aanze kunijudge what if aanze kuweka ikaeni kama situation because I'm a man hiyo situation si big deal si whatever so especially wanaume wenye nimekuwa nao na conversation ya vitu kama trauma and phobias wanakongana hata mkwenda kujengea so, alafu na ile mentality ya community ya mwanaume ni kujui sasa Julia experience survivor na niulize now that tumekuja the story ya men and their help seeking behavior is it out of experience that they fear or is it just a fear out of the blues I think ni community so if community shakuambia wewe ni mwanaume unafaa and also probably ashaiongea umetaja the sex and gender ya psychologist probably ashaenda ku open up kwa dem fulani o dem akamjudge so anaona huyu space ni dem hadi hata ni judge and pia kuna pia and this is something which I've had a lot of discussions especially na psychologist wanawake there are those see what because psychologists ni watu professional so wengi wao ni wazuri but there are few others who view especially those who have bought into the patriarchy is the problem so feminism patriarchy is the problem so the man is the problem so problems zote man hapo nazo it is his fault Wezi enda kuambia mse shida zako kama kila time ukimwambia kwamba hiyo si ndivyo ulifanya. Hiyo si ni wewe. Sasa unakamu sema umekaa mse alikuspank pale kwa street na ikakuudhi. Then unakamu unaniambia kama imagine pale kuna nikwambia so when hizi vitu unavaanga. So it's like you are blaming me. Inakuwa something in simi nilifanya. So kuna hiyo ambayo ina cause hiyo. And then also, there are people, and for a long time, men have been viewed as broken women. So, but like view man as a broken man, you know, as a broken woman. So you fix me
to be more like a woman than you fixing me to be more like the man I'm supposed to be. So for example, men like kutusiana, ya jokes, coarse language. Wanaume wakikaa utasikia tu wakiongea tu vitu za matusi, but they have no wakiambiana wakiitana umbwa wewe ulipotelea, and it's a friendly thing. That's how they So if you see that, unaweza kusema watu hiyo language inakaaje. So why can't they be more like akina Bilha who are respectful? But women don't interact hivyo. So now if you take men as broken women, already they fail. Sure. So utajaribu fix the wrong things. Also men have hii kitu ya kukua physical. Hata venye wanasalimiana, iko na a lot of force, wanasukumana, wanashakiana. Then ukiona hivyo unasema wanaume shida yao inakuwaga. You're too much. Hey, why do you do that? So wakati if you start telling them what they are doing is wrong, hapo na hakuna mtu wako hurt. All of them wanajua nini wanafanya. So unaanza kusolve problems zenye yako nazo. Probably problem yake ilikuwa ako kwa financial distress. Yeah. Then unaanza kumwambia unajua nini wanaume vile mnaongeaga, it's like ile kimenileta hapa ni financial distress. Acha na story yako. Yeah. Solve for that. Just imagine if you went to a psychologist, alafu anakwambia you are too soft. Why are you so womanly? Like, what else can I do? I'm a woman. What else can I do? So it's there we've been perceiving men. The issue. Kuna perception ya men. Yeah. Then pia kuna also hatuna a lot of psychologists who are men. There is a way, I believe, as a woman you feel comfortable when talking to a woman, sharing your ideas and feelings with a woman, and relate. Yeah. Men particularly how to verbalize a lot, especially emotions and feelings. So when you go to a female psychologist, when you verbalize, you understand. Inakuwa difficult. But if you're with a male psychologist, it's easier. Men anaweza kukujazia hiyo space. Also, men will know how to make another man comfortable. Kwa hiyo situation. And like for me, I've experienced that men open up when they are doing something. If you involve them in an activity, then they will have a conversation when doing the activity rather than sitting and talking. So you realize wakati tuna watch, for example, football, that's when wasata kwanza kupika two story. They flow. But wana open up, wanapiga story. Na kitoka hapo wako sawa. Because I think there is a way we like to be distracted with something else so that tuweze kuprocess zile vitu tunasema. Utaona wanaume probably wanapiga raundi mtaani. Katika harakati ya hiyo kupiga raundi ndio wanaongea. But sitting down like this, muulize now how do you feel, vitu kama hizo. Some of them might not see the water, kuna wale wenye wanapenda hiyo. But I've realized in my experience, if you engage men in activities, then wakati wanafanya hizo activities amongst other men, they talk, they open up. So I believe if tunafanya men's program kwa mental health, if tunaweza tukakuwa na experts hapo katikati, psychologist, men, then atamwambia, hey, by the way, we'll explain more about that story. Then anarealize, by the way, hiyo ni childhood trauma. So anaweza kumwambia ni aje, I think you should come see me. So that now we have a one-on-one. Then sitaki kuji-expose wakati also other men are there. Yeah. On some form of privacy. So that's also another thing, especially for men. So that's also a very important thing. Men have hiyo ni barrier. Just being a man itself, to some of us it's a barrier. Other barriers. Some other barriers. Kuna pia barrier ya access. Kama hakuna the services, kama hamna expert, then no matter how much unataka kusaidika, huwezi saidika. Alafu sijui kama naweza sema hivi, but kwa wengine wana consider therapy ni kama by the way. Azini kutafuta mtu wa kuongea na yeye, kwake si necessity. Kwake ni ile
ataenda pale hivyo base apatane na boy amwambie na bedhe jana kulienda hata go deep but boy atashikanisha and then that's it. So unapata kwa wengine wana feel like it's I don't know if I should say this way but kwa wengine wana feel ni waste of time. Yote imenyamenda kuona therapist na akampe hiyo do ana feel angeenda kwa base angeenda maboy hiyo stuff ingemtoka. So kwa wengine seeing a therapist, seeing a psychologist, mse professional mwenye anaweza kusaidia way more than mabishti zako anaweza kusaidia kwa hiyo mse ni too much. Jo haina haja. Ndio tu pale niongee nini and then that's it. So I think that's a valid thing. But also kwa mental wellness, we also say your base is still a form of support. Kila kitu unapelekea therapist, it could be a waste of time. So for example, if you're just having bad dreams, nakwambia psychologist umepeleka 3K huko na ungeenda ubonge na besti yako hiyo kitu ingekutoka na ungesaidia. But mimi na feel venye unasema kuna point hapo juu kuna vitu zinafaa kwenda kwa professional kuna kwa therapy. So huyu individual anafaa kuwa na information number 1 that actually hata psychologist wetu angekaa hapa anasema kila kitu cha kuletea psychologist. Kuna vitu unafaa kujisolvia. True. Kuna vitu unafaa kusolve with your peers and your support system. Alafu kuna kitu cha kupeleka kwa psychologist. Alafu kuna kitu pia psychologist akwambia hii yangu hii peleka kwa psychiatrist. So kuna hizo levels. Because sasa for example if I'm having suicidal ideation, that is a direct psychologist issue. Hiyo sifa hata kujaribu kusaidia kusina enough. Sasa wetu unapata mtu aenda pale base, anapiga jokes, alafu hiyo story inaisha hivyo. Ndio nasema so unaona kama hiyo. So hata yule mwenye ako kwa base anafaa kuwa na information that hii story mimi nafaa kusolve. Nitasikiza kwa sababu kuja kwangu jusiwezi mchuja. But nafaa kumlead to professional help. Na akikosa kuenda na niko na responsibility mimi kama best yake kureport. Na kuna ile place yenye especially kama suicidal ideation ile ni kitu yenye ama self harm ni ile kitu yenye wewe mwenye nakuletea hiyo story unafaa pia kutake hiyo charge and go and say I have a friend hivi na hivi because now that is a life at risk. But kuna vile tuweka beste unasikiza unasema mna so for example demu yangu anafanyaga so nimekasiri hizo ni vitu unanisolvia tu kwa ndani. Hiyo si kitu ya kupelekea psychologist juu nimeenda nimeka pale kwa kitu ya psychologist for 1 hour na huko nje kuna mtu ana suicidal ideation hapa kwa mekalia ile kiti but juu nimekalia hajakalia. So what happens na labda hiyo ndio ile time ako nayo ya kuona psychologist. So mimi nimepeleka vitu ambazo kwangu tunaona ni big na nimepeleka pale but nikisolviwa na mabeshte. So kuna hizo level. So kupeleka story kwa base issue but ni story gani unapeleka. So ku make sure that watu wako na information hapo kwa base na pia wasetu kwa community. So that nikisikia hiyo story ya Bingham like hiyo story inafaa more help. So how now do I also encourage you to go there? Sasa kama hapa Ruben Center we are giving this service for free. So for me hapa money issue imetolewa. So ni the time issue. Ama naogopa kwenda kubonga na psychologist naogopa. So unaona so I understand ni fear ndio inafanya. But then kuna ule mse mwenye anaenda kulipa. So kwake labda barrier ni hiyo tu. Mimi ningependa kwenda kwa psychologist but sina pesa. So how do we as friends solve that problem? Ama tumsaidia tasolve. So that's also another. Alafu kidogo ni kucut short. Hapo pia kwa information tukirudi kidogo kwa community. Turudi sasa kwa home. Nimekuja kurealize wasi wengi pia wana info ama hawajui hizo story na who is a therapist, who is a counselor, hizo terms like wamekuwa like exposure yao imekuwa niambie beste, ambie familia, alafu arudi sasa JK. Like atuja kuja tukambiwana by the way ukiwa experience a certain thing ukiona advice ya family and friends is not coming through, you can seek this person, you can go to this place. So unapata most people wana info ya hizi stuff.
kuna story ya kukosa info, then kuna issue pia ya misinformation. Yeah. Na pia stigmatization ya mental health. Mental health ni kuchizi. Hivyo ninasemekana. Ukimwambia uone psychologist kwani ni michizi. Yeah. So that's the question nimepata. So kuna hiyo, some of them don't have information at all, and some of them have the wrong information, so they need to have the correct information. Na hiyo ndio sababu tuko na hii podcast. Because a lot of people are on social media. Ndio wende upate mayuth wamekaa kwa base, hata siku hizi base inaga watu wengi. Kwa sababu watu wako kwa base na kila mtu sikiza kwa simu. So pia just making sure that hii information inafikia young people. And also places kama hapa Salama Youth Hub, mayuth wanakam physically wanaonana, because also the human touch. Leo kuna kitu kingine tu inanituka tu mahali kuna watu. True. Ina disappear. Kuna watu watch tu wase wanafanya vitu. Ka distraction kidogo hapa na pale unarudi form. Unarudi tu form. Unarudi sasa na mimi nimetoka therapy. Talabu niko tu nimekaa tu na watu wake. Alafu pia hiyo kutoka nje yuko afiti cause utakuja ama hiyo kuongea pia na mabeste, utakuja tuseme Natasha, nikuja niwaambie nili experience a certain thing. Utakuja realize kumbe pia yeye kuna venye. So unapata na watu wenye maybe mli go through the same thing, now wana handle differently, so unapata ideas from there. Unapata okay, so hata ni mimi na nuko na overdo. So hiyo pia kutoka ni fiti. Mimi I think probably inakuanga because of fear. Unajua mayouth wengi probably maboy huko ana ile fear ya ku speak out. Like ka boy hizi come aniambie mimi na go through hii na hii, like akonako ka fear. Me I used to have this friend, like he was going through a lot. So kwa sana nilikuwa namwambianga why usiende Salama, kuna hapo therapist, you can talk to her anything na atakusaidia. And he was like, huko kunakuwa na usoro mingi sana, siwezi kanyaga. And I was like, bro, unataka kusaidika wewe enda, wasoro watakuwa tu. And he was like, hapana, labda ndajitafutia tu venye ndajifanyia mambo hii iishe. And I was like, this guy is struggling. So nikajaribu ingi kumu-encourage. And he was like, ingekuwa ni mseka mimi kaa boy ingeeleweka, lakini imagine enda kupata masa huko. And I was like, hiyo ni kama mamako, enda to just speak out. So nikakuja kurealize maboy wengi they have that fear in them. So some of that fear ni from experience, a community. Some of that fear pia inaweza kuwa tu ni personal thing. Unaona, inaweza kuwa ni a personal thing about yeye. Now also sisi wale ambaye tuna offer this help, we also need to be trusted. For example, mimi nikienda place alafu nibonge alafu nisikie hiyo story mtaani. Sasa hiyo I'm like, nilikuja nikabonga, bado nataka nirudi ile place yenye niliwaambia hii story nikaipata mtaani. So also pia sisi tunafaa pia kuosha rada yetu. So umse anasema hii place iko na wasoro wa gani, your perception kwa nini iko. Is it a very specific experience ali have? Because kama ni a very specific experience ali have which is negative, then the space needs to know that experience, but where kuna hii kitu ilifanyikia na ilifanyikia mse fulani, na huyo mse perception yake kwetu ikabadilika. Probably kwa something which was deliberate, ama tu kitu ilifanyika by mistake. Naona labda kitu ilifanyika bila watu kujua. So tuna solve pia hatuko perfect, the program is not perfect. Na lazima muonyeshe kuna hizi gaps. Tuzifeel, ama wakati labda alikuwa na bonga, labda aliongea place tulikuwa tunafanya tujibonge. Na labda si therapist alitoa story ni msetu fulani tu hapo mwenye anapoka tu na kiroho na yeye alisikia story. Akasema hii story ya Jonte lazima niende wasee, Jonte anajifanyanga hii mtaa. So now we need to come kwa hii space tuambie wasee ni aje. Everything unasikia hapa, uache tu hapo. Uache tu hapa. Na ukitoa hii story ukipeleka huko nje, you're not hurting only the person mwenye unataka kuhurt, but una hurt pia wewe mwenyewe. Because hii program watu wakianza kuiogopa mayuth mtaani, hii program itakosa funding. Kwa sababu mwenye anafanda anauza mayuth wakuji.
So wewe spread this story mayuta wakujagi kwa sababu story spread huko nje. So kesho uta need help ya therapist, hayuko the program imefungwa. Tunalose sisi wote including wewe. Ikudi wewe mwenye ulikuwa unafanya hivyo ndio uchome Bilha, uchome Jonte, uchome Kama. But unasahau some of these things, what goes around when I come around. Yeah, so any other thing you nataka kuongeza? Yeah, so young people wanafaa number one wa seek help. Number lazima tunde tufanywe assessment ya trauma juu some of us don't know kama tuko traumatized. Tunafanyaga tu vitu kwenye tunaweza kupata msee anatumia a lot of alcohol. So mnasema tu mtu tu ni mlevi. The probably is because aligo through a traumatic experience na hiyo ndio inamfanya ako hapo. Na labda yeye mwenyewe understand that's the reason why. Yeah. So lazima kwanza wasee waweze kufanywa, especially wakati tunaongea stories za trauma, you go through a process ya ku just look back at our lives, at our experiences, what are some of the adverse childhood experiences we had, if any, if hauna then you're also very lucky, and then tuangalie okay for this one inani affect aje, lazima ufanye self assessment. Yeah. How is it affecting me? Am I good? Do I have good relationships na watu? Do I trust women as a man? Why don't I trust women? Is it something that happened because of somebody as a woman? Do I trust men? Why don't I trust men? Is it because of an experience that I had? No. Then after that, is it something which affect life yangu to an extent that I am not living a whole life, a fulfilling life? And if that is the case, then I also need therapy. Is there a place where there is therapy? Naeza enda. Do I know kama kuna therapy? Yes. Naeza enda. Nimeenda. Is it working? Even sometimes it's okay also to assess therapy. Naeza kwa unaona therapist na kusaidia. Yeah. So unaangalia unaona hii it's either waste of time, waste of money. Is it working? Why is it not working? Because as a therapist, if somebody comes to you and tells you mwenye ni client wako anakuambia don't think this thing is working, unafaa kumrefer to somebody else. Because probably click. There is maybe unafanana na mama yake. Na mama yake ndio amekosizo vitu. Sasa every time akikuona anaona tu mama yake. True. So na mama yake ndio. So unaona hiyo tu kitu inaleta barrier. Maybe you are a very good therapist. Yeah. But your perception yake is like hapana. You look too much like my mom or like my ex-wife or like my ex-girlfriend. So unamrefer to somebody else. Or especially tuangalia kama wanaume, if your issue is because a woman did something to you and this is a woman sitting in front of you telling you how they are going to solve issues zako. Kuna tu wale wanaume they can't bring this to people. Alafu pia kuna wale wanaume wenyewe those who are so into culture that they believe a woman cannot help them. Unaona ana need help but mwenye hapo mwenye anampatia help ni dem, but yeye anajua tu dem hizi nisaidia. Kwa mind yake, whether it's because of sexism or because ya culture, ni dem hizi nisaidia. So already kuna hiyo barrier. Then if you don't solve for that issue ya dem hizi nisaidia, the best thing kufanya, especially kama kitu ni urgent. Unajua kitu ni urgent, hatutaki kusolve dem hizi nisaidia. Kuna something more urgent than this. Then you'd rather refer them to a male. Yeah. And then after Abesha solve that thing which is urgent, then now you start dealing with whether kwa nini unafikiria dem hizi kusaidia. And that's now another conversation that we need to have. Hapo kwa trauma still, if it's possible, sisi wenye tuko na hiyo information about what trauma really is, na tumekaa tukajiangalia tuko na a lot of traumas that tuna deal with, but still we can offer help. Bado tunaweza offer help ama to come through for other people. Mimi naweza prefer to share hii story na trauma because tuko affected na vile tu umesema unapatanga unalewa una indulge into activities zenye ni azikusaidii na kumbe all along una fight traumas.
kuna pattern fulani kwa life yako unashindangwa kunaendaje, why does this keep on happening? The moment unaanza kurealize vitu kama hizo ni sasa ni ukae chini uanze kuseek help. So mimi naweza prefer as much as possible to share information about trauma, where we can get help, tufike kwa community huko ndani kwa wase wenye wajua what trauma really is and how they can help themselves, tufike places kama hizo. And then as I say another thing, let's be nice to people. Yeah. The way you are dealing with your trauma is not the way I'm dealing with mine. The way you are a certain thing affected you is not the way it affected me. Unaweza pata mimi ni raw juice, no, hii kitu ni normal, kwetu kulikuanga hivyo, so what's the big deal? But wewe kwako like no, this is not cool, this is not normal. Yet it makes sense. So tukue nice to other people. Mtu akikama shena wewe kitu inamtrigger ama kitu inakuanga kimsumbua, let's just be nice, let's just be gentle. Hadi vile tunaongea tusikue pia mauru soft tu. Mimi naye I know many people wenye wako na issues na walikuanga na find it so hard to open up. Why? Because kuna time alienda kafunguka mali akaambiwa wewe si ni mwanaume, shida ni nini? Sasa na mimi mwenye nimekuwa niki experience for years, unapata ukienda kukaa chini unajiuliza ama niko na issue ama yenyewe niko unaniget, utaanza kujiuliza maswali. So let's be nice to people, let's be gentle, especially kwa mse mwenye amekam open up amekwambia whatever it is he or she is going through, just be nice. Yeah, be nice. Natasha? So for me naweza sema, guys, you have to speak out, because hakuna haja ukose ku speak out. Unaona the only option is going through drugs. Okay, yes, utaenda kunywa pombe and then you do your fancy things, but at the end that thing will still be there. So you have to speak out. Kadi utakam kwa therapist, find anyone who you can speak out with, either a friend or someone you trust, and then just talk to him or her. Yeah. So nataka tuongele phobias. Na phobia describe ni irrational fear, ama severe fear, extreme fear. So what have? So irrational or obsessive fear, ama anxiety about a particular thing. So tuko na different types of phobias. So kuko na animal type. Kwa animal type nile yenyewe unaogopa some animals. Kuna mtu tu mwenye haizi kaa the same room na panya. Akiona tu panya afadhali tuchome hii nyumba. Hatuwezi ama insects. Na kuna tu pia they have a few of snakes. Hata wakiona tu kwa TV afadhali azime TV. It's just some kind of fear. Then kuna environment, kuna wale watu wenye wanaogopa maji like myself. Tunali mimi. Mimi kwanza ikipita besheni jana. You swim lakini the amount of pain kwa hii mwili. Inakumaliza. Mimi hapo kwa maji. Alafu kuna height na kuna pia na height. Unatimileta hao organize lift zenye ziko tu na glass mimi afadhali ni mimi afadhali mimi stairs. Ama ni na stairs. Mimi nimetravel na ndege hapa hivi intano. But 1 hour, 1.5 hours. Umefunga tu macho. Unaomba tufike. Umeshikilia kiti hivi. Alafu nikaambia changu tu anaingiaga na headphones analala. Unamwamsha ndege ilifike kasimama, yeye alishadoze. Yeye ako home. But say yo mimi the level of alafu kuna ya blood, so kuna mtu mwenye haizi ona blood. True. Then kuna mtu mwenye anaogopa sindano. Kuna tu sindano. Sindano ngumu kweli. Tu dawa. Mimi ni piercing of any sort. Mimi kidogo inanipea wasiwasi. Alafu kuna situation ama sasa kuna watu wenye wanakuwa na enclosed spaces. Kuna mtu mwenye akiwa tu kwa room, ikifungo tu mlango anaanza kufeel fear.
hata hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Ama tuseme kama for example uko kwa elevator na uko peke yako, hiyo wasiwasi. Hiyo close space hiyo na vile una feel una suffocate kama hizo. Then kuna wale wako na the opposite, open spaces. So kuna mtu mmoja anataka kukaa kwa room. Ukimpeleka tu nje akiona tu like hakuna tu kitu juu yake hivi. Hiyo ya kuogopa kukua kwa enclosed space. Mimi sitadanganya. Mimi at first niko ni mtu ana overdo. Like aje sasa like unashindaje kukaa place kama hii ukiwa tu peke yako and whatever. Until nilikuwa kwa situation kama hiyo. Na hadi msee alienda akashikwa. Tunaitangaje panic attack. It was really serious. Ilimpeleka vibaya na realize wow, sasa kumbe kuna watu kumbe it's a serious thing. So alafu pia kuna others ni vitu mingi kama loud noise, jams, as in too generally the kind of phobias we have. So what are some of the phobias we have? Umesema kuna phobia piercing, anything that na maji na height. Maji, height yangu ni height specifically, of course maji. Hata time yenye unavuka pale liko ni ferry. Hata tukabali katika hiyo ferry juu watu wako comfortable tu wamelii kwa hiyo chumba hivi. Kenda muno na timse ati hata kwa movie place ni ati kuna boat afu iko surrounded na maji, uoni mali kuna land. Uoni tu mali kuna land, me that one can kill. Ama kwa island yenye si kubwa ni kadogo tu, like ukitembea kidogo maji, ukitembea mi place kama hiyo. I love a lot of things na wanga zikirun kwa mind. What if shark, what if he sink, what if unaona every phobia maji. Na pia ni kuna any phobia that you know? I don't. Una phobia, so wewe tunaweza tutuka kama ulikuwa watch ile movie ilikuwa Fear Factor. Fear Factor ilikuwa they put you through your fear. So ile ulikuwa kwa manyoka. Unakuwa na fear of nyoka, unakuwa tu kwa maybe ki glass place alafu nyoka zinarushwa ndani and then wanakutime. Mimi my favorite time you kwa snakes. Mimi hate insects, especially insects zote. Mende. By the way, even me hadi mimi naogopa mende. Nikiona hapa kuruka naweza ruka. Bora isiruke. Sasa ndio nimekumbuka. Mende wale nione hapa. Mimi bora isiburuke. So hizi phobias. How can we before you go on, sorry cut short, before you go on. Na hii ya kukua kwa crowd. Kidogo unaanza kusweat. Kidogo is that also a phobia? Yes, kuna hiyo social anxiety, hiyo social anxiety. Not just kwa crowd place yenye kuna wase. Ama place yenye uko cause kuna hiyo expectation ya kuongea. Like nisiko comfortable kuongea na watu. So nikiwa kwa place yenye kuna watu wengi, I'll be forced to interact na I don't want. So phobias nakoga under anxiety. Under the anxiety. So we have very different types phobias, which are just anxiety but now on steroids. Juu kuna msemo mwenye anakuwa na social anxiety but ana social phobia. Yeye tu yani kuna tu hiyo akienda mahali kuna wase ana feel uncomfortable hizo vitu but I feel like ana suffocate nini, like ata have panic attack, hata have hizo vitu but ana feel uncomfortable. So kuna hizo level. Hiyo time yenye ukipeleka mahali kuna wase wengi when you start having panic attacks and everything. Na tukumpe panic attack is a type of anxiety, like an expression of anxiety, extreme anxiety. So phobias ni irrational, as in huwezi explain. Na vile nilikuwa nimesema hapo time kuongelea trauma, probably uliundergo a certain trauma nende na kuletea, so your brain because there is a way the brain deals with extreme trauma. Kuna zingine zinafanya kitu tunaita we forget, inajiereza or iko tu somewhere in your brain but it is locked. Unapata some type of selective amnesia, like you remember everything apart from this specific thing ndio haiko, like una gap of it. So because the conscious mind haijui but your subconscious mind inaijua, so inaji express in terms of a phobia. So you know you have an irrational fear
but you can't explain it. It's because there is something about your brain that tells you fear this thing. So probably you have an experience here at drowning. That's why you have a fear of water. You have a phobia of water because you had an experience where you almost drowned. Maybe as a child. Si lazima udrone kwa simu, watu udrone hata kwa misheni. Labda mama alikuwa anakuosha, ukaanguka, ukakunywa glass kama 2 za maji. So from that time, wewe na maji mingi, hapana. Because you don't remember consciously, but your mind remembers. Maybe watu wenye tuko na fear of heights, labda maybe ulianguka from a high place. So now every time you see mali uko juu, there is that fear. Because now your brain is trying to protect you from going mali utakuwa in a dangerous position. There are also people who have some of these fears hawana. So tu mwenye atapita kwa something very nini na hapo huko juu kama watu wenye upita kwa kamba. Unamwona hapo huko mpaka wewe mwenyewe ndio unastuka, wewe mwenyewe ndio unatetemeka huko chini on your behalf. Na yako tu sawa. Kama nilikuwa naona some YouTubers wanafanyaga hizi extreme sports, unamsha amepanda juu ya building, then unaona ana hang from the building, anaachilia mkono moja, na mimi siwezi angalia hata chini. Ama watu wa skydiving. Mimi ukiniambia tunapanda ndege unirusha nje. Haiwezi. I am ready for the bullet. If it is a bullet or a jump from the plane, please. Nipate hiyo bunduki. I will take the bullet gladly. So for example, wambiwe worked, wekwe kwa place, unaruka na parachute. You see, uzuri wetu siku hizi tuko na tunaita CGI. So tuambie tu twendeni kwa studio, tuweke green screen to pretend history Hapo kuna wale watu wenye wanapenda hizo vitu kuzinawapeaga adrenaline. For them, it is but zest for life, akiruka from there. Ama akienda kipanda mountain and feel poor. Wale wenye like they scale buildings. That's the thing they do for fun. So the higher the building, the more fun it is. I wanted to ask something. Na sijui ndio nilikuwa nataka kuniambia kama naweza categorize as a phobia. Umekuanga na mabeshte, like umekuwa kwa circle ya friends who keep betraying you, who keep as in kitu constant ni kukua betrayed. So as you grow up inakuwa hard sasa wewe kuconnect na friends ama kukua na long term friendships because uko na fear ya tutafika pale gori tokee nitokwe ama vitu zita happen. Can you also categorize that as a phobia ama it's kuna rationalization and it's just a fear because you can a reason, like you can explain why. A phobia, mtu akikuuliza kwa nini unaogopa heights, una reason. Wezi explain. Wewe mwenyewe unaona hakuna reason why I should be fearing, but I am fearing. I'm not only fearing, but the fear is so much. Like mimi ukiniambia nende simamani kwa edge, magoti zitaisha mpaka Greece. Like afadhali nikae chini. So it is so extreme that unakosa explanation. But unajua kama ungekuwa na explanation, even if it is that extreme, is powerful. Because I know why. Probably nilianguka, nilikuwa mso mjengo nilianguka. So from that time naokopanga, I have a reason why. So if you have no reason, or if you can't articulate a reason, or a reason that is good enough, then it is a phobia. So that's why to make a category. There are people who kizima tu steam wanaanza kupanic. For no reason. Wewe labda wewe upendi steamer. That's why unaona vile nilikuwa nasema understand kwa nini hiyo closed space inafanya mtu afilive. So you see you can't explain. Na yeye mwenyewe pia hawezi explain. Because watu wengine tu wako comfortable. Ni kitu ya kawaida. So how can we overcome? Because we have to live. Labda kuna hiyo fear ya social, labda kuna hiyo social fear ama social phobia, ama kuna hiyo fear of heights. Lazima tu utaenda mahali kwa building, umetumwa meeting, lazima uende uko juu kwa building. So lazima tu utapanda hiyo height. Uende ukute hiyo building iko tu na hiyo lift, that's the only thing iko hapo. Hiyo utatumia. What do you do?
mi naweza sema ni ujichallenge tu. Sasa by the end of the day hii ni kitu tutakuwa napatanga nayo. Tuseme kama for example hiyo umesema building yenye place yenye una work maybe nina uko 8th floor sijui 13th floor. By the end of the day utahave kupanda either ni stairs ama ni elevator au itabidi umefika huko juu. So I don't know, maybe start challenging yourself small uanze kujipeleka. Pia usirush, pia usijipe pressure, but ujichallenge, like try uone kama unaweza is it kusurpass your phobia, your feeling or whatever. So ni ujichallenge, jipeleke tu pole pole. Unaita desensitize yourself. So usianze na kupanda 18th floor. Anza na first floor. Enda angalia chini, zoea. Okay, iko very comfortable kwa first floor, second floor, third floor, to realize because the more una build confidence, the more of course utaweza uko bado na hiyo fear, but now you learn to control it. Now badala ya venye ulikuwa ukiangalia chini una panic mpaka unashika na panic attack, right now maybe utakuwa tu maybe unashake tu kidogo and then unajiconvince. So kujidesensitize, but lazima desensitize in a safe and controlled environment. Self and control. So kama uko na fear of heights, senda tu kupanda mahali dangerous. Tafuta mahali kuna safety glass, mahali penye unaweza. Ukienda mahali kwenye ni open, you might fall and now that one itafanya. Amuanze na mti ya maembe. Anza pande hiyo. Anza chini ukipanda pole pole. Wewe kama utamanage. Other techniques that we will suggest. Kuna story ya kupartner up. Like tafuta msemo mwenye is not suffering from that thing, I could help to deal with it. Because mimi kama niko na fear of heights, niko na fear of heights, atusaidiane. Of course. Mimi nikipiga duru unapiga duru, tusaidiane. So unafaa kuona msemo mwenye anani encourage ni aje come. Ona nimesimama, nothing is happening. Ona nimelean kwa hii glass, it is strong. So unaenda ameitest ya kwanza, so at least anakupatia confidence hapo. Nakwambia ona angalia chini, ona ninaangalia nothing is happening, can you come, alafu anakushikilia for support. Then if it is so extreme, now unaweza join support. When all of us understand that we are going through the same situation, we sit down and we talk about it, then I realize I'm not alone. Especially kama uko na social anxiety, you realize I'm not the only one. When you wanna freak out when I'm in public, or you wanna freak out. So unasaidia na another technique. So how do you do it? How do you deal with it? And then of course hii nayo ni internal. When una feel hiyo phobia wakati inakuattack, you do relaxation and breathing technique. Sasa hii ni ya ku prevent panic attack set in. Because now if you start freaking out and screaming and people don't know what is happening, people might think something else is happening, alafu waumie. So let's say uko na social anxiety, na umeivitiwa, tu umetokeleza tu mara moja kwa room moja, watu wanaweza kutatu. Can cause even a stampede. Watu wakifikiria maybe uko na kufa, there is something dangerous happening. So your social anxiety yako imekufanya umerespond in such a way that other people danger, including yourself. Because wewe ndio uko na hiyo panic attack, so hauko aware of what is happening within your environment. Because panic attack, what happens is it is especially inakuja sudden, mtu wana go within themselves, so ujui nini inaendelea. Now if there is a stampede, you might get hurt by your process because wewe ujui watu wanakimbia ama kule kuna, but that's a comedy ya Britain where watu wenye, but this is a place where people have phrases or things which make them freak out. So what? So even when I freak out, so see you say I'm sorry, na freak out, then of course nataka apologize, but I say I'm sorry. That's still enough. Inakufanya ukifika out na scream, na kuna msemo mwenyewe issue yake ni screaming. So wewe ukifika out ukiscream yeye pia. So it's very fun to create wana trigger each other, and then wote wako triggered.
Inaweza pia hadi something iko tu kwa story. Ukiatu bado kwa hiyo kufigure out ya vile utahandle hiyo issue ya phobia. Mimi naweza sema pia ukuwe gentle with yourself. Like see that it's something inaweza happen overnight. It take some time of course to get over heights and water and whatever. Mimi naweza sema ukuwe gentle with yourself. Na usijipe pressure because you'll only make things worse. So mimi naweza suggest pia you just be gentle with yourself. And also accept usijaribu kujifanya shujaa na uko 90 sana. Katikati ya mabeshti naweza. Karibu sasa unaenda huko pia unapanda unajituma kana haifobi. Unapanda alafu ukifika huko hivi umesweat. Unaanza kujiaibisha huko hivi juu. Unakubali tu naambia wasee. This is not my This is not my cup of tea. Whether they laugh or what, we accept it. It's not my cup of tea. Yeah. Just accept. Mtu asikuforce kwenda kwa social situation unakuwa na social. That's not my cup of tea. It's good just to accept. I'm dealing with it, but I'm not. Just accept. Be gentle with yourself and know that there is a reason why you will to enjoy. Because nothing happens out of nothing. Either there is something in your mind that inakufanya unakuwa na hiyo phobia, or you had an experience that ili kufanya hiyo phobia. So the last one ni treatment. Just kama ni kitu inaweza kuwa treated kama social anxiety for example, unaweza patiwa anti-anxiety medication. So you don't freak out that much. Ndio uta freak but not that much. Ama unaitumia when you are going to social places. Because if you're a worker, you need to socialize with people. No kuna social anxiety. What do you do? Na labda kwa ofisi umezoea, but mdosi ameamua we are having an end of year party, all employees have to come. And you're not good in the situation. And you know if you don't go, it might affect your job in one way or another. Unaenda tu for treatment, maybe utapatiwa hiyo medication, you pop it. You go there, you interact with people, you save your job. Ndio nyumbani, if unaenda unajifungia mahali and unalia, then you just after a safe room and after whatever you have go and take it all. Yeah. So young people pia tuna need safe space ya kutoka about phobias or traumas in an environment where watu wanakuwa nao. Just give somebody the space to be. Yeah. I give you the space to be you. So whatever issues unadeal nazo, that is your space to deal with them. Pia mimi nipate space ya kudeal na zangu. Mwingine pia. So we have these spaces where young people can come, deal with their phobias, deal with their traumas, speak about them, get professional help, ama get these partners. Mimi niko na hii story. Mimi naogopa kuswim, unatafuta unajua kuswim na confident, you go deal with your issue. It's also us as parents, when you tuko na watu they have a certain phobia, usiwafanye wa feel ni weird, ama uwafanye wa feel you are different from your brothers, yani kuna venye unaanza kutengwa, ni like you just treat them the same na utry to look for ways yenye unaweza saidia mtu. Pia usipuuze because vile umesema inaweza kuwa extreme ifikie mahali unaanza kutumia medications and whatever. So as parents, tukue tu gentle na watu and let's not make them feel weird or different from others. So Natasha, closing statement. Mimi naweza sema mostly hapo kwa parents. Unaweza enda upate uko kwa familia yenye unakuwa discriminated. Like you feel like you're not worthy to be here. So I can say my parents wengi ndo play part ya kutuma watoto wao kwa hiyo phobia. So I can say just watch out and don't discriminate your children. Treat them equally. Asanteni sana for sharing your thoughts. This has been a very, very enlightening experience and discussion, very interesting. So, hapo kwa Ukofiti Podcast tunasema your mental health is your responsibility, your mental wellness is your responsibility. So,
ni vizuri wakati uko na data bundles kuingia TikTok wanawasoa kichwak. Sinakuanga pia it's therapeutic. But pia you can also learn more about mental wellness. What can we do? What are the centers that are offering mental health services? So kuna entertainment bits hapa kwa internet, but pia let's also look for this information. Karibuni pia Salama Youth Hub, ambapo tuko na very good program for young people na mental health. Asanteni sana and see you in the next episode. Fit.